Niwahakikishie hiyo siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya ubaguzi tumemalizana nayo. Wakenya wote, haimaanishi na haijalishi mahali umetoka, dini yako, kabila yako, bora wewe ni Mkenya, sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Na mambo ya maendeleo hayatagawanywa tena kwa misingi ya ubaguzi. Na ndio sababu hiyo mimi nawaeleza watu wa Garissa na watu wa Northern Kenya ya kwamba ile maneno ya maendeleo ya Kenya, ya barabara, ya stima, ya maji, ya affordable housing, ya masomo itapatikana kila sehemu ya Kenya, na hapa Garissa na Northern Kenya itakuwa na sehemu yake ya maendeleo na hakuna mtu atawabagua tena. Garissa hoye! Tunaelewana bwana? Tunaelewana? Niliwaeleza ya kwamba tunaelewana jameni? Niliwaeleza hivi, ile ubaguzi ambayo watu wa Northern Kenya wamebaguliwa kwa maneno ya vitambulisho na passport, mimi niliwaambia tutafutilia mbali mambo ya vetting na watu wa Northern Kenya watapatiwa vitambulisho na passport kama Wakenya wengine. Garissa hoye! Tunaelewana bwana? Na nasimama mbele yenu leo kusema kijana wa Northern Kenya, mama wa Northern Kenya, msichana wa Northern Kenya sasa atapata kitambulisho na passport bila ya vetting, bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu uraia wao is a constitutional right, na hatuwezi kukubali haki ya watu wengine ichezewe karata ama iwekwe kwenye mizani, kwa sababu mambo ya taifa letu la Kenya tunataka usawa. Garissa tumekubaliana? Garissa tumekubaliana? Mimi nimesema vile vile kwa maneno ya maendeleo, zile barabara tunajenga sehemu zingine za Kenya. Mimi niliwaambia watu wa Northern Kenya, hapa Northern Kenya, kwa sababu hakujajengwa barabara kwa siku nyingi, niliwaambia we are going to build the largest road, the longest road, the most comprehensive road in independent Kenya, here in Northern Kenya. Leo hiyo barabara inaendelea. Ni kweli ama si kweli? Leo hiyo barabara inaendelea kuunganisha Nairobi na Mandera. Hiyo barabara saizi naenda kuiangalia, imetoka Isiolo, imekuja Kulamawe, imekuja Modogashe, inakuja hapa Samatar, inaungana inaenda Wajia, itatoka Wajia iende Tarbaj, itoke Tarbaj iende Kutulo, itoke Kutulo iende mahali inaitwa Kobo, itoke hapo Kobo iende Elwak, itoke Elwak iende Gari, itoke Gari iende Ramo, alafu itafika Mandera. Kilomita 750 ya barabara ya lami yenye gharama ya shilingi bilioni 100 we are building in Northern Kenya to demonstrate to the people of Northern Kenya that the profiling, ile ubaguzi ilifanyika miaka hiyo yote, we are correcting that history and we are making sure that development is equitable around the Republic of Kenya, and no region is going to be left behind as we develop the infrastructure in the Republic of Kenya. Watu wa Garissa tunaelewana? Niliwaeleza vile vile ile barabara ya kutoka Lamu kwenda mpaka Isiolo kupitia hapa Garissa, ambayo wengine walikuwa wamesema ati itengenezwe ya matope ya vumbi.
ati ya Maram. Mimi niliwaambia hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais. Leo tunajenga barabara ya lami kutoka kule Lamu kilomita 420 kupitia hapa kwenu mpaka ifike Isiolo, na kilomita 210 tayari imewekwa lami. It is only remaining another 210 kilometers, and by next year we will have connected Lamu to Isiolo through Garissa on tarmac. Garissa hoye! Munanielewa bana? Munanielewa? Vile vile mimi niliwaambia hii airport yenu tutatengeneza upya, si ndio? Hapo nimeweka milioni 550 na ndani ya miezi mitatu runway mpya itakuwa tayari. Mutakuwa mnatumia airport mpya ya hapa Garissa, kwa sababu you deserve an airport just like any other part of the Republic of Kenya. Garissa hoye! Garissa hoye! Sikizeni bwana, kwa program yetu ya affordable housing tumetoa pesa bilioni 18 for Garissa County. Hapa tunajenga affordable housing, hapa tunajenga masoko, tunajenga hostels ya vijana wetu wanaosoma shuleni. Nimetoka hapo Garissa University, tunajenga hostels ya vijana 1,700 na hostels katika TVET na hostels katika KMTC ya vijana 3,000 hapa Garissa County, so that Garissa we develop education infrastructure kama vile tunafanya sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Garissa mnanielewa? Garissa mnanielewa? Vile vile mimi nataka niwaeleze wangwana wa Garissa, watoto wenu watasoma kama watoto wengine wa Kenya. Pale nyuma tumekuwa na matatizo ya walimu sehemu hii. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale walimu wote waliotoka hapa Northern Kenya kwa sababu ya usalama na sababu zingine, wote we are going to replace them na walimu wa kutoka hapa Northern Kenya, ndio watoto wa hapa wawe na walimu kama watoto wengine wa taifa letu la Kenya. Of the 100,000 teachers we have hired, we have made sure Northern Kenya, through affirmative action, have enough teachers to make sure that their children also have access to education like all children of the Republic of Kenya. Garissa tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka hao watu watuletee fitina? Mnataka watu wa ukabila watuletee ukabila hapa? Mnataka watu wa vitimbi watuletee vitimbi Garissa? Mnasema tuendelee na kazi? Tupange mambo ya Garissa, mambo ya stima. Mimi najua tumekuwa na matatizo ya stima hapa Garissa, ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni watu wa Garissa, kufikia mwisho wa mwezi huu, in another 10-15 days, tutakuwa hapa na transformer kubwa ya kuhakikisha ya kwamba hiyo stima musipate tena blackout hii tauni yenu. Wakati mtaenda kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, mutakuwa na stima ya kutosha na dunia hii itasonga mbele. Muombe Mungu, muombe taifa letu la Kenya na muombe taifa letu liweze kufaulu. Watu wa Northern Kenya hoye! Tunaelewana? Tarehe 1 mwezi wa 6, for the first time, tutafanya Madaraka Day hapa Northern Kenya. For the first time in the history of Kenya. Nyinyi mnanielewa watu wa Garissa? Mnasema niendelee na kazi? Nipange hawa vijana? Leo nimekuja na milioni 375 ya hawa vijana. Nyinyi vijana mjipange bwana. Tunaelewana? Kila mtu ajipange na biashara. Mwenye anataka kazi, niko na affordable housing hapo, niko na digital jobs, niko na export of labor. Chipange huko ndani, ujisimamie, usimamie familia yako na ujenge taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Watu wa Garissa, mimi nimefurahi sana kufika hii Garissa. Mimi nataka tu niwahakikishie jambo moja. Ile ubaguzi imekuwako tangu nyuma kule, hiyo ubaguzi hamutaiona tena.
hii Northern Kenya itaunganika na Kenya ingine, and you will be as good a citizen as any other citizen of the Republic of Kenya. Kwa muda mrefu watu wa Northern Kenya walionekana kama second class citizens. We are getting rid of that history. We are correcting that history. We are rewriting a new history where the people of Northern Kenya are equal with the rest of the Republic of Kenya, because their citizenship is not secondary to the citizenship of any other person in the Republic of Kenya. Tuko pamoja. Tumekubaliana? Sikizeni bwana. Unajua wale majamaa wengine? Sema unajua wale majamaa? Mnawajua wale? Wale majamaa wengine hawana track record. Ukiwauliza ni nini wamefanya Kenya hii tangu wawe viongozi miaka mingi iliyopita, hawatakuambia wamefanya chochote. Wale majamaa saa hizi wamejawa na kiburi, wamejawa na madharau, wamejawa na ubaguzi, wamejawa na chuki. Na vile vile hawana hata mpango ya kesho. Hawa jamaa, they are planless, they are clueless, hawana agenda, hawana sera, hawana mpango, hawana maono, hata akili. Ama mnasemaje wangwana wa Northern Kenya? Tuko pamoja? Si mnajua wale jamaa? Mnawajua? Wale wa chuki, wale wa shares, wale wa ukabila, wale wa kiburi, wale madharau, wale wa ubaguzi. Si mnawajua? Agenda hawana. Agenda, mpango, sera, maono, akili. Wale. Tuko pamoja watu wa Northern Kenya. Kwa hivyo mimi nataka niulize nyinyi watu wa Garissa, ati mnasemaje? Ati Garissa 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 mnasema? Mnasema tutam. Tuendelee na kazi. Tujenge barabara. Tuunganishe stima. Affordable housing iendelee. Tusomeshe watoto. Tujenge Northern Kenya. Wangabu wanasema tuendelee na kazi jameni, tuendelee na kazi, tuendelee na kazi. Basi mimi niko hapa na naibu wa rais. Mungwana anaitwa Profesa Abraham Kithure Kindiki. Garissa hoye! Garissa hoye! Garissa ni fire si fire. Ni noma si noma. Mheshimiwa Rais William Ruto ametuondolea ile utaratibu ya vetting ambaye ilikuwa inabagua vijana kutoka Northeastern. Na kwa sababu Rais Ruto ameondoa vetting, tunasema two term. Kweli si kweli? Jambo la pili, Mheshimiwa William Ruto amefungua ile ofisi ya passport ya Garissa ambayo ilikuwa imefungwa, na kwa sababu amefungua hiyo ofisi tunasema two term. Jambo la tatu na la mwisho, Mheshimiwa William Ruto serikali yake inajenga barabara iliyo kubwa zaidi kuwahi kujengwa Kenya, barabara moja ambaye ametaja kuunganisha Isiolo, Kulamawe, Modagashe, Samata, Wajia, kwenda mpaka Tarbat, kwenda mpaka Kotulo, kwenda mpaka pale kunaitwa Elwak, kutoka Elwak iende mpaka Gare, itoke Gare iende Ramu, iende Mandera. Rais Ruto ni fire si fire? Ni noma si noma? Rais Ruto anatujengea barabara ya kuunganisha Lamu Port kuja Ijara paka Garissa paka Isiolo. Rais Ruto ni fire si fire? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wacha nione tutamia William Ruto, tutamia William Ruto, tutamia William Ruto. Niko hapa na Mheshimiwa Aden Bare Duale. Bas. Mheshimiwa Rais, unajua hapa Garissa Township
tangu 2007 walikuwa wanaenda, ukisema left wanaenda left. Ulianza na ODM, tukaenda URP, tukaenda Jubilee, tukamalizia na UDA sasa. Lakini watu wa Garissa, wacha niwaambie, tulikuwa na Rais Kenyatta hayati, tukakuwa na mzee Moi, tukakuwa na mzee Kibaki, tukakuwa na rafiki yetu Uhuru Kenyatta. Wazile madhambi tulifanyiwa kama jamii, kuanzia Wagala Masaka mpaka Garissa Gubai, mpaka wakukataza watu wetu wasipate kipande kwa mambo ya vetting, kukataza hizi barabara. Hata mnajua watu wetu kwa Isili waliwekwa katika concentration camp wakati ya Rais Uhuru Kenyatta. Na leo tumepata mwingine. And I want to tell Rigathi Gachagua from Garissa, you have no moral authority to speak about drought. Kwa sababu wewe tuko na barua, tuko na ushahidi. Wewe ulivutwa kazi ukiwa DO kwa vile uliiba chakula ya relief. Na wakati ulifanywa deputy president, katika zile mashtaka umeshtakiwa katika Senate, ilikuwa ni kuiba chakula ya relief. I want to tell you, look for something else. But you have no moral authority to lecture the government of President Ruto. We have already invested as a government 10 billion shillings. Nemakaisin, nemaki nagumaday, nemaki wagara na gulen, nemaki wadoyinka no diden, nemaki vetting no kenen, nemaki suuqan guben berigi suuqi dawladdi ciidanka jeeshka, nemaki dadkeena ku xareeyeen Isli. Waad garanaysiin ninkan xoreeyay oo naga bixiyay oo vetting gooyay waa ninkan madaxweynaha. Ninkan ayto aan u helino, waan inaan u helino. Wangapi wanasema two term? Wangapi wanasema two term? William Ruto, asanteni sana. Oye, Garissa. Oye, munyamaze. Watu wa Garissa, yangu ni kusema tu, in 2022 rais amesema tulimpimia kura. Safari hii hakuna kupima 100%. Sawa? Tumekubaliana 100% kura ya Garissa iwe ya two term President William Ruto. Asanteni sana. Garissa, Your Excellency, asante sana. Bas, Amusa. Garissa Township, Your Excellency, hiko projects inaendelea ya worth 8 billion shillings kwa hii sub-county. Your Excellency, sisi kama viongozi wa hapa tumeamua ya kwamba wewe ni two term. Na kwa sababu wewe ni two term, the reason is kwa ajili ya hiyo bridge ya Garissa wewe ni two term. Kwa ajili ya S3 pale wewe ni two term. Kwa ajili ya barabara kutoka Isiolo mpaka Mandera two term. Kwa ajili ya barabara kutoka Lamu mpaka Isiolo wewe ni two term. Kwa ajili ya programs ambayo una run pale Garissa University wewe ni two term. William Ruto, kwa ajili ya affordable housing wewe ni two term, Your Excellency. Asante sana. Assalamu alaikum watu wa Garissa. Assalamu alaikum. Tutulie kidogo.
tutulie kidogo. Tulia kidogo tusikizane. Kuweni na heshima, Rais Ruto yuko hapa. Kuweni na heshima kidogo. Nataka kuwauliza, Rais Ruto ni noma ama si noma? Rais Ruto ni noma ama si noma? Ruto ni two-term ama si two-term? Ruto ni two-term ama si two-term? Na Deputy President Kindiki ni fire ama si fire? Kindiki ni fire ama si fire? Rais, sisi tunataka kukuhakikishia 2027 elections, presidential elections ni formality. Hapa Garissa hakuna haja ya kuhesabiwa, yote itakuwa ni yako. Na sisi Rais, kama watu ya Garissa, tunakushukuru sana. Hatuna maneno ingine ya kukuambia ila kukuambia tuko na ihsani na Mwenyezi Mungu akubariki na Mwenyezi Mungu abariki nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana. Garissa oye! Garissa oye! Your Excellency, leo tuko na furaha sana hapa Garissa, na unamwona vile wananchi wamecha hapa kukaribisha, kwa sababu unajua wewe ndio mtu ambaye amekomboa. Wewe mtokomboa kutoka ID, maendeleo umetupatia. Kama mimi my constituency saizi over 500 million projects zinaendelea saizi ya affordable housing. Pia tunakushukuru. Na sisi pia watu wa Garissa lazima turudishe mkono, tukuchague mara ya pili ili ukue two-term. Wananchi wa Garissa tumekubaliana two-term. Mzee Ruto, Rais Ruto, asante sana. Harambee! Rais Ruto two-term. Rais Ruto two-term. Rais Ruto fire. Rais Ruto fire. Sasa watu wa Garissa, mna bahati, President Ruto anawapenda, ameleta maendeleo, ameleta barabara, ameleta kila kitu. Rais, tunahakikisha ya kwamba wewe katika Northern Kenya utapata 2 million votes. 2 million votes. Na tunakushukuru na tuko na wewe mpaka mwisho. Asante. Wagarissa hamjambo! Hamjambo! Fire si fire! Ruto si fire! Sisi raisi tunasema watu wa Garissa, watu wa Northeastern, sisi tunasema asante kwa kutupatia kazi, na sisi tuko na deni yako. Na come 2027 tutahakikisha tutalipa hiyo deni kwa haki na mali. Two-term! Two-term! Fire si fire! Ruto si fire! Kindiki si fire! Asante sana. Salamu alaikum. Your Excellency, asante sana kwa kunipatia fursa hii. Umeona wananchi wa Garissa wako na furaha kwa sababu umetusawasisha na Wakenya wengine. Leo tuko na furaha na tunasema asante, tuendelee hivyo. Mungu akubariki. Asanteni sana. Tena kwa sababu mimi niko na kazi nyingi ya kufanya hapa Garissa. Munipatie nafasi kidogo, pengine miezi moja mbili nitarudi hapa, tukuje tupangane na nyinyi kwa mambo ya maendeleo ya Garissa na mambo ya maendeleo ya Northern Kenya. Otherwise, tarehe 1 mwezi wa 6 tukutane tufanye sherehe ya madaraka. Mimi nawapenda sana. Mungu awabariki. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sameni watu wa Garissa, nawapenda. Thank you very much. I love you, the great people of Garissa.